Naitwa mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Jeremia Mkomagi, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Majira ya saa 5:11 tulipokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto katika nyumba ya Bwana Siza Shayo, ambapo baada ya kupokea taarifa ya tukio la moto, crew ya askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ilifika eneo la tukio saa 5:18, na baada ya kufika kwenye ile eneo la tukio tulikuta moto ambao umeweza kuteketeza hii nyumba, na moto huu kwa hatua za awali tumeona ya kwamba umeanzia eneo la sebuleni, na baada ya kupata maelezo ya mashahidi ambao walikuwepo katika eneo la tukio tuligundua kwamba moto ulianza bila ya saa 4, ambapo dada wakazi wa nyumba hii walikuwa wakiwapatia uji watoto wawili, kwa sababu hili tukio pia limehusisha vifo vya watoto wawili, jinsia ya kiume miaka 2, lakini na mwingine miaka 4. Kwa hivyo watoto hao wakati wakipatiwa uji na huyu dada, baada ya hapo dada alitoka nje kwa ajili ya kusafisha vyombo, na wakati akiwa nje aligundua moshi mzito juu ya paa, na wakati amejaribu kuingia ndani akakuta moto umesambaa eneo lote la sebule, na hivyo kuomba msaada kwa wananchi kwa kupiga kelele, na hivyo wananchi wakasogea eneo la tukio na kutoa msaada. Kwa hiyo hata sisi wakati tunafika hapa kutoa huduma ya kuzima moto tulikuta wananchi tayari wameshaanza juhudi za awali za kuweza kuokoa, lakini kwa masikitiko ni kwamba hatukuweza kufanikiwa kuokoa watoto wawili ambao wamepoteza maisha, kama ambavyo nimesema, umri miaka 2 na mwingine miaka 4. Hivyo rai yangu kwa wananchi ni kwamba moto hata kama umeanza ni mdogo, kwa yote lazima utoe taarifa kwa haraka. Tunapata changamoto, taarifa nyingi ambazo tunazipokea zinakuja kwa kuchelewa, kwa hivyo madhara yanakuwa ni makubwa. Laiti kama tungekuwa tukiwaisha hizi taarifa, basi uwezekano wa kupunguza madhara ungekuwa ni mkubwa. Kwa rai yangu kwa wananchi waendelee kutoa taarifa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupiga namba ya simu 114 kwa haraka, kwa sababu hata taarifa ya tukio hili tulipokea kwa mtu kuja kufika kituoni, lakini ingekuwa kwa kurahisisha angepiga simu na sisi tungewahi kabisa eneo la tukio kwa ajili ya kutoa hiyo huduma ya kuzima moto. Baada ya kuzunguka kuhangaika kufungua madirisha, ndo tukakutana na dirisha ambalo ni kubwa lakini ni kioo tu. Baada ya kupiga kile kioo kikashuka, lakini kilikuwa pia kimeungua, kikashuka na ule moto. Kufanikiwa sasa kuzima ilikuwa shughuli mno, kwa sababu bomba lenyewe lilikuwa linatoa maji kidogo sana, ila tulifanikiwa kuingia baadhi ya vyumba, hatukuwaona watoto. Tukarudi ile sehemu ya kioo kilichovunjika, na moto ulipoanza zaidi tukawa tunaendelea kuzima. Tumefanikiwa kuzima kwa asilimia kubwa, lakini hatukuweza kuwasaidia wale watoto. Na tukio lilivyoonekana ni wakati tushazima ule moto, tukaona watoto wawili, lakini walikuwa kwenye harakati pia za kujiokoa, kwa sababu mmoja alikuwa anaonekana anatokea huku, mwingine huku, kwa sababu alikutana wakawa wamekumbatiana. Kifupi ni wale watoto walikufa wakiwa wamekumbatiana. Tukasema jamani, hao ni watoto tu, tukaendelea na shughuli zetu, lakini baadaye tukaona ukunga unazidi. Sasa pale kwangu nilipoinuka hivi macho nikaona moshi umepamba.